Bwana asifiwe. Tunaongea kuhusu tohara ya moyo ama kutahiriwa kwa moyo. Nataka kufundisha kuhusu kutahiriwa kwa moyo ama tohara ya moyo. Ukirudi kule Agano la Kale, ilikuwa ni agano kati ya Mungu na Abraham na watu wake, ya kwamba katika siku ya 8 Abraham akaweze kutahiri watu wake, hata wageni ambao walikuwa wameingia nyumbani wa Ibrahimu ilikuwa lazima watahiriwe, kwa sababu ilikuwa ni agano kati ya Mungu na Abraham. Kwa hivyo lazima kulikuwa na kutahiriwa kwa kimwili. Tunajua kutahiriwa kwamba ile ngozi inatolewa. Kwa hivyo ilifanyika hivyo, ikawa ni tohara ya mwili. Kwa hivyo ikawa kizazi cha Ibrahimu ikawa kinaendelea na hilo agano kwamba lazima mtu atahiriwe siku ya 8. Kwa hivyo hii ilikuwa imetoka kwa Mungu, maana Mungu aliongea na Abraham kwamba watu wako watahiriwe. Kwa hivyo ikaendelea kwa kizazi cha Abraham. Wakati ulipokuja wa Agano Jipya, Mtume Paulo akishindana na Petro kwa mambo ya kutahiriwa, kwamba watu lazima watahiriwe tohara ya kimwili, lakini Paulo akaeleza vizuri kuhusu tohara. Akasema kutahiriwa si kitu, katika kitabu cha Wagalatia mahali fulani anasema kutahiriwa si kitu wala kutotahiriwa, bali kiumbe kipya, kuwa kiumbe kipya. Sasa akawa hapingi kutahiriwa, lakini anakupinga kutahiriwa kwa kimwili. Anataka watu watahiriwe kiroho. Sema amen. Na tafsiri ya tohara ya kiroho ni kuwa kiumbe kipya. Kutahiriwa ni kuondolewa ile ngozi, na hivyo ile ngozi inaitwa ngozi ya dhambi itolewe. Sema amen. Sijui kama kuna mtu ananielewa. Sasa alikuwa anaeleza, anafafanua kuhusu tohara ya roho. Kwa hivyo Agano Jipya likawa ni bora zaidi. Sema amen. Inaeleza zaidi. Ndio maana Yesu hakuja kuitambua Torati, bali kuitimiza. Ilikuwa ina ubora zaidi. Ina ubora zaidi. Hebu mgeukie jirani yako, unaelewa vipi hapo ubora zaidi? Ilikuwa Agano Jipya lina ubora zaidi. Liliboreshwa zaidi kuhusu mambo ya tohara. Ndiposa akasema mtu haina haja atahiriwe. Katika kitabu cha Warumi, Wagalatia ameongea hayo, ya kwamba haina haja mtu akatahiriwe, bali ni awe kiumbe kipya. Sema amen. Ni awe kiumbe kipya. Sasa wakati huu mimi ninashangaa, kwa sababu wakati wa mitume injili ambayo ilikuwa inaendelea ilikuwa inasababisha tohara ya kiroho. Tutaenda polepole, tutaelewa. Kwa hivyo ni mambo mawili ambayo yanachangia tohara ya kiroho: yule anayehubiri injili na wale wanaosikiliza injili. Ndio wanaweza kusababisha kukawa na tohara
tunahitajika tusikie injili ya kuchoma mioyo yetu, kuchoma mioyo yetu, kuchoma mioyo yetu. Tunahitaji hiyo injili ambapo watu walisimama wakaenda wenyewe kwa Petro wakauliza, sasa tufanye nini? Sema amen. Tufanye nini? Petro akasema, tubuni mkabatizwe kwa jina la Yesu pate ondoleo la dhambi, nanyi mtapokea ahadi kama vile wale mnaowaona, nanyi pia mtapokea Roho Mtakatifu. Injili ambayo inasababisha tohara, inasababisha mtu atubu, achuke. Sema amen. Na kuna wengine tuko kanisani lakini hatujachomwa mioyo yetu, hatujafikia hiyo level. Kwa hivyo bado tuna kazi ya kuhubiri injili, watu wachomwe mioyo yao, kwa sababu wakati ukichoma moyo wako kwa neno la Bwana, toba inaingia na wewe utajiashiria kwa Mungu. Utauliza, sasa nifanye nini? Utakuwa tayari kufanya chochote cha Bwana. Yesu makofi. Kwanza inatangulia toba ndani yako. Toba ya kweli inatangulia ndani yako. Ishara ya toba ni kwamba ni tohara inaendelea ndani yako. Mtu ambaye yeye mwenyewe ataona makosa yake, ataziona dhambi zake na atubu, halafu aulize mchungaji, aulize mhubiri ya kwamba nifanye nini? Sema amen. Sema amen. Hiyo level ndio tunahitajika kufika. Sahi kanisani hata mtu akiambiwa makosa yake anaweza kukataa, hata yanaonekana wazi, lakini akapinga kabisa. Sasa ile hata Bwana anamwambia bibi, hapa naona kuna shida, siko wazi, lakini anapinga, anajipa haki, maana shida hakuna tohara ya moyo. Kanisani kuna fichwa dhambi, kanisani ndio kunaendelea na uovu, na watu wanaendelea kuhudumu, watu wanaendelea kumtumikia Mungu kwa sababu bado moyo haujachomwa, hakuna tohara ya roho. Nataka niwaulize nyinyi watumishi hapa, hebu geukaneni, muulize, injili yako imebadilisha mtu? Muulize, imebadilisha mtu? Paulo akienda wa Korinto anasema, sikuja kwenu kuwaletea ufasaha wa maneno ama maneno ya kuwasawishi akili zenu, lakini injili yangu ilikuwa ya dalili za Roho Mtakatifu na nguvu, ili imani yenu isiwe katika kibinadamu, lakini iwe katika nguvu ya Mungu. Sema amen. Muulize jirani yako, nyinyi watumishi, muulize, injili yako imechange mtu? Hata wewe mwenyewe imekubadilisha? Muulize tu, imekubadilisha wewe mwenyewe unayehubiri, unaifundisha? Is this gospel changed your life? Transforms your life? Sema amen. Hallelujah. Hallelujah. Ama ni mwaka unaisha tu, mwaka uishe na uko vile vile, tabia hazijabadilika, karakta iko vile vile, bado unatukana, bado unagombana, bado unapiga bwanako, bado unatukana bwanako, bado unaita watoto wako mbwa. Is this gospel transform your life? Na kama haibadilishi, haitokani kwa Mungu, aidha iwe mhubiri ama wewe unaisikiliza, this gospel must transform your life. Hallelujah. 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 I said this gospel must transform our lives. Lazima tufikie mahali ya kwamba katika Antiokia walito wa Kristo
wanaonekana wana tabia za Kristo. Pigie Yesu makofi. Na nini iliyofanyika? Hawa watu wenyewe walienda wakamwambia Petro kwamba sasa tufanye nini? Tuambie wewe Petro, tufanye nini? Maana kile umeongea ni ukweli. Watubuni mkabatizwe Roho Mtakatifu. Na unajua ukifanyika tohara ya mami, sikutaka ujibleach wewe, sikutaka ujibleach. Na utaniambia vizuri kama bwana wako amekubali, sawa. Sikutaka ujibleach, maana mimi nakataza watu wasijibleach. Na umekuwa mbaya, ulikuwa beautiful, sasa umejibleach. Sasa hiyo ndio injili, kama imemchoma itambadilisha. Na mimi siko hapa kupendwa. Pigie Yesu makofi. Walipolisikia lile neno, walichomwa mioyo yao, wakaona makosa yao. Muulize jirani yako, je, unaona makosa yako? Mungu alikumba vizuri, kwa nini nataka kuwa mwekundu? Njoo hapa nikuombee badilike uwe mamba. Njoo. I have the powers. Njoo. Sema amen. Muulize jirani yako, injili na kubadilisha. Na wakati tukianza kuhubiri ukweli, watu wanatoroka hapa kanisani, maana hawataki kubadilika. Usifikiri nimetiwa mafuta kucheza na watu. Nilikwambia hivi basi ndio niko fire. Sema amen. Nilikwambia hivi basi ndio ni mkali sana. Sema amen. Mteteni Yesu. Nani ni askari wa Yesu? Sema amen. Sema amen. Pigie Yesu makofi. Mgeuke jirani yako, mwambie uko sawa. Mstari wa 42, wakawa wakidumu katika fundisho la mitume na katika ushirika na katika kumega mkate na katika kusali. Commitment ikaanza. Commitment, kujitolea. Hiyo ni ishara nyingine ya tohara. Mtu anajitolea kuja kanisani, hafai kulazimishwa. Commitment, anajitolea, anakuja kesha, anakuja maombi, yeye mwenyewe anajisimamia, anakuja kanisani bila kulazimishwa. Wakadumu katika kuomba, katika kufundishwa. Kila siku kuna ibada hapa. Wakamea kiu ya Mungu ndani yao. Sema amen. Bila kuambiwa. Kanisa ilikuwa haiboreshi mtu haboiki akitajiwa kanisa. Leo mtu anasema kanisani kuna kuboresha. Leo ni wokovu wa Jumapili mpaka Jumapili. Sema amen. Yesu makofi. Kingdom commitment, watu wakajipeana kwa Mungu na kwa mitume, wakajipeana. Hawakuchelewa kanisani kama wewe vile unachelewa. Nakuja hapo, hata ukikimbia nakuja hapo. Hawakuchelewa, maana kulikuwa kuna kitu ndani yao. Tohara imefanyika. Hawakuchelewa kanisani. In fact, walikuwa wakikutana kila siku. Na wakashirikiana hata vyakula vyao pia. Wakala pamoja. Hakuna uchoyo. Kwa nini
unaficha hiyo sukari? Nikushike. Kwa nini unaficha hiyo chakula? Angalia, wanaangalia na kushika wewe. Kwa nini umeficha hiyo chakula? Kwa sababu huku hakuja tengenezwa huku. Unasema hata wengine mnatia, mimi sitaki unitie sukari huko, ni ulete sukari hapa nitie mwenyewe. My name is Pastor Ben. Hallelujah. Ati haikukolea nifanye kukuitisha. Nini? Hapana, nilete sukari hapa. Ukitia huko, lete hapa. Amen. Patie jirani yako high five. Mwambie umeelewa? Hakuna uchoyo. Walikuwa wakishirikiana vitu vyao kwa umoja na upendo, kwa moyo safi. Patie jirani yako high five sasa. Hata kama unipendi na ubiri hivyo hivyo. Ni wangapi hawanipendi? Ni wangapi wananipendi? Njia hiyo nyembamba yendayo sima. Sema amen. Kila mtu akaikuwa na hofu. Ajabu nyingi na ishara zikafanyika na mitume. Sema amen. Kila mmoja alikuwa na hofu ya Mungu. Alikuwa na hofu ya Mungu. Siku hizi mtu anaenda kumsichana, anaenda guest tu, anashikwa matiti, anaenda love baby. Anashikwa, hakuna hofu tena. Anakuja madhabahuni, anashika mic na anaongoza sifa. Sisemi ni wewe. Sema amen. Hakuna hofu ya Mungu. Maana huku kuna shida. Hebu sema huku kuna shida. Tohara huku. Hakuna hofu ya Mungu, anaweza kufanya kitu chochote. Hata kuna wavulana wanatengeneza vipuli hapa. Wanatunga, wanatengeneza vipuli. Batana wale Jesse. Hakuna hofu ya Mungu. Anaweza kulala na bwana wa mtu. Si ameenda Warabuni. Bibi, wewe unaenda Warabuni wewe, shughuli yako. Angalia, wanamwangalia yeye. Na wewe sema amen. Kienda Warabuni tu huko anapata mtu. Na niangalia. Yule haendi Warabuni. Yule wangu. Na wako. Ikiwa wako hapo ipizeti tu na wanafuduri. Je, Warabuni? Ipizeti tu 15,000 ana kiburi. Hata kutembea anatembea hivi 15,000. Sema amen. Hofu ya Mungu hakuna kanisani, hakuna kwa madhabahu. Ulisikia wapi Petro ameshikwa na bibi ya mtu? Wewe ulisikia wapi? Ulisikia kesi hizo? Hivi ziko ama haziko? Sasa hakuna hofu ya Mungu. Na kama hakuna tohara ya moyo, hakutakuwa na hofu ya Mungu. Unless ufanyike tohara, kuna ngozi itoke ndani yako. Naomba leo Mungu akuondolee hiyo ngozi. Utaogopa dhambi. Kuna kitu kikifanyika ndani yako utaogopa dhambi. Automatic, because you are born of God. Umezaliwa wewe, usawa wa Mungu unakaa ndani yako. Automatic wewe ni mtu wa Mungu, umezaliwa by nature. Wewe uliumbwa kwa mfano wa Mungu. Utaogopa. We must return to the Eden of Eden. Lazima turudi kule Eden. Sema amen. Our origin. Sema amen. Hallelujah. Ni wangapi wako tayari kurudi kuwa ule mtu asili, yule mtu the nature? Yes. Hakutakuwa na kesi. Kanisa
litaheshimiwa duniani. Katika nchi ya Kenya kanisa litaheshimiwa kama sisi tutakubali kujiheshimu. Kanisa litapata heshima, litaogopewa. Wale wanasiasa watakuja kuuliza ushauri kwetu. Sema rais atakuja kuuliza ushauri kwetu. Lakini sisi ndio tunaenda huko. Mimi hiyo 2027 unioni, 2026 unioni kwa mikutano yao. Sema amen. Haleluya. Hiyo 1,000 ya wachungaji wakule. Hata wakinipigia simu utasema kula wewe. Ni yeye aje hapa nyeke. Tena apige magoti hapa. Sema amen. Sema amen. Sema amen. Sema amen. Apige magoti. Kanisa linafaa kuheshimiwa. Wakristo wanafaa kupata heshima katika dunia hii, kwa sababu ya hofu ya Mungu ndani yako. Na hii utaileta wewe tu. Ukijiheshimu utaheshimiwa. Ni wangapi wako tayari kujiheshimu? Katika mavazi yako. Siku hizi nasikia nyimbo tu ambazo hazina uwepo. Watu wanaingia kwa YouTube ili wapate pesa, wanafanya biashara. Hakuna nyimbo ambazo zina tohara ndani yake. Watu ukiwapatia maiki waimbe utashangaa wewe. Piga Yesu makofi. Haleluya. Haleluya. Hakuna hofu ya Mungu. Ni wangapi wako tayari kupokea hofu ya Mungu? Hofu, kuogopa Mungu. Kwamba sitafanya upumbavu huu nimkosee Mungu. Yeye mwenyewe yuko peke yake. Huko amepata kazi Nairobi, lakini anamtunza Mungu ndani yake. Pastor hayuko. Si wakati wote utaniona hapa mimi naenda. Sema amen. Haleluya. 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 Lakini wewe binafsi, hofu ya Mungu kwa ndani yako, hata kama mimi siko. Maana hauogopi wanadamu, unaogopa Mungu. Pige Yesu makofi. Twende hapo mahali ambapo upataki. Kuna mahubiri leo. Mahali ambapo upataki kabisa. Wana wamenitokezea usiku, asema hapa hapatakikani, lakini nimekutuma hapa hapa. Mstari wa 44, na wote walioamini walikuwa mahali pamoja na kuwa na vitu vyote shirika. Vitu vyote shirika. Hakuna mtu aliyesema hiki ni changu. Maana hicho unachosema ni chako ni cha nani? Ulimwengu na vyote viujazavyo ni mali ya. Hata ile gari. Ona wabire. Naweza kuchukua ile gari yako na usiniulize, na nikaenda nikarudi. Sichukui kabisa. Usame nikachukua ile gari yako alafu ukaanza roho yako Mungu akanionyesha una shida. Tutakorogana. Piga Yesu makofi. Kwa hiyo unaonekana pesa zinaweza kuja kwako na ikasema nataka chakula. Sasa unasema huyu pastor ametoka na wapi? Walitumia vitu vyao kwa shirika. Na wengine hapa baadaye tukisema tunakuja kwako, utasikia wewe. Ukiangalia hiyo anga yake imeharibika. Sema hata sijui ni bahe. Vitu vyao vyote walivitumia kwa shirika. Na ndio Bwana akaliongeza kanisa. Nasikia roho akiniambia kuna watu wengine wanashaka. Na siku zote kwa moyo mmoja walidumu ndani ya hekalu, wakimega mkate nyumba kwa nyumba na kushiriki chakula chao kwa furaha na kwa moyo mweupe. Na unaona ni wangapi siku ya Christmas walikula chakula chao kwa moyo mweupe? Usinidanganye. Moyo mweupe, waujua moyo mweupe? Takuja kwako nitaona kama una moyo mweupe. Walishiriki chakula chao kwa moyo. Ndio nimekwambia kuhusu sukari uweke hapo. Sawa? Moyo
Hebu mguse jirani yako, mwambie leo tunavunja bajeti yako. Kumbe Mungu anaangalia hata kula kwetu. Kula kwetu anataka tuwe na furaha katika kula. Leo nitavunja hiyo bajeti yako. Sema amen. Sema amen. Sema amen. Tumalize leo. Hata ngojea pesa tutatembea. Wanasema Januari mbaya, tutatembea. Hebu geuke jirani yako, mwambie tutatembea Januari. Jipange. Wanasema watu wanashaka. Wale hao watoto shule. Hao hapo wana watoto wa shule. Nani anayebariki? Tena unajua ni Mungu. Haya mbona shaka iko? Wewe hujaamini Mungu. Ona. Twende hapo ambapo upatake. Tena katika hekalu wakadumu wakimsifu Mungu kwa kuwapendeza watu wote. Bwana akalizidisha kila siku kwa wale waliokuwa wakiokolewa. Sema amen. Sema amen. Sasa mmeona ile njia ya kuzidisha kanisa. Mnataka hii kanisa iwe haitoshi? Mnataka? Guse jirani yako, mwambie wacha uchoyo. Chakula chako mwingine akule. Mnataka hii kanisa ijae? Tena kwa moyo mweupe, tuje kila wakati kanisani, tudumu katika fundisho. Sema amen. Tukawezi kupendana, tuwe na umoja. Sema amen. Shida yako iwe shida yangu, shida yangu iwe shida yako. Kanisa linaongezwa na Mungu. Unaweza ukaweka crusade kubwa, hata okoka mtu hata mmoja. Ukaenda hiyo door to door, hakuna mtu atakayekuja. Kanisa laongezwa na Mungu. Pigie Yesu makofi. Yes. Hawa watu walikuwa waajabu. Biblia inasema waliuza viwanja vyao. Sitaki kusoma sana. Waliuza viwanja vyao. Ploti zao waliziuza. Hawakuambiwa na pasta wauze. Halo? Mtu ameuza, Pastor Isaac, mtu ameuza shamba yake ya 12 acres. Ameleta hapa 4 million. Ilikuwa lazima uambie hata fungu la 10. Amezileta zote hapa. Hai. Kuna fungu la 10 hapa. Dupi, kuna fungu la 10 hapo. Amezileta zote, atatoa fungu la 10. Zote amezileta. These people, sio kama mnaona hiyo hao watu. Mnawaona hao watu, hiyo spirit iliyokuwa ndani yao, mnaiona? Hawakuwa na pasta wa kauze viwanja. Waliongea wenyewe kwa sababu ya ile tohara moyoni. Wakati ukifika hiyo level, hata kutoa kwako kunabadilika. Hata hiyo tunasukumana, toa. Hata hiyo ya faraja, toa faraja. Toa 200, toa 200, haitakani hivyo. That is shame. Ni aibu hata mbele za Mungu. That's kind of automatic. Giving must be a nature. Sema amen. Hiyo ni asili ya Mungu. Mtu anayempenda Mungu ni mtoaji. Hakuna amen hapo, maana watu hawapendi kutoa. Naona wanatia siasa, wazee wamekaa, wanaanza kutia siasa kutoa. Wanaanza kuwekeana siasa. Huku kuna shida.
ati huyo Mungu. Watu wanapigania wampe nini Mungu kwa yale anayotenda. Wewe uone Mungu amekutendea. Hata hapa waweka siasa kuzutoa. Una Mungu wewe? Hebu ngeuke jirani muulize, una Mungu wewe? Ambao unapinga kutoa, una Mungu wewe? Watu wanatoa kila kitu. Walitoa, kila mtu anauza plot. Analeta pesa zote kwa mitume. Hapo sifanye kazi ya Mungu. Ni nini imefanyika ndani yake? Hakuambiwa na pastor, halo mama, jifungue basi, jifungue basi. Sema amen. Hakuambiwa na pastor, hakuambiwa na pastor kwamba kauzeni plot kama leo. Hawakuambiwa. Hao wenyewe, kuna kitu kikiingia ndani yako, utaona uchafu hapa, utachukua fagio ufagie. Sema amen. Sema amen. Utaona kiti kimepasuka. Mungu akwacha, hata uko na mzigo. Uko na mzigo, kanisa linakaa vipi? Kwa sababu ya ile tohara ya moyo. Haina haja waambiwe toa, lakini wewe mwenyewe utaenda kufanya. Uliza jirani yako, kumefanyika kitu wewe? Njoni practice, njoni practice. Sema amen. Mpende, mtii mume wako, mtii mume wako. Yaani uko kutii basi wasukumwa. Mtii. Ukimpenda unamtii tu. Mama, jifungue basi, sawa? Ndio muujiza unafanyika. Sema amen. Sema amen. Sasa kutii kwetu ni kwa kulazimishwa, si kwa hiari. Basta hawakuambiwa na basta wakauze viwanja. Watu walichomwa na neno, wakafanywa kuwa tohara huko, wakaenda wenyewe wakaleta. Naomba ulete mwenyewe. Hiyo imeni kidogo sana. Naomba kwa hiari yako, na kutoa kwa hiari ndio kuna baraka. Kwa nini wako wabariki? Wanatoa wakiwa wamelazimishwa. Wanamtumikia Mungu wakiogopa pastor Ben atasemaje, lakini hawaogopi Mungu. Sema amen. Sema amen. Yule bibi yangu kama ingekuwa namlazimisha kutii, angekuwa ameenda kwao kitambo. Lakini kuna vitu hata siwa anafanya, maana wajibu wake. Kutii ni kuwe kwa hiari. Ungeukia jirani yako, mwambie tii kwa hiari. Mtii Mungu kwa hiari. Kwa hiari, ongea kwa hiari. Kwa hiari maana ni kwa kupenda. Taona wachezaji wake. Kuna mchezaji mzuri kabisa, mzuri sasa mpaka tumbembeleze, njoo tupige keyboard basi. Njoo mimi. Ungekira ni bombi pasta bembelezi. Unajua nimeanza ikanisa nje pale Makada. Nje. By the grace of God. Sema amen. Mwambie jirani yako usibembelezwe. Hata kuna washirika wengine tunawabembeleza, wao washirika wanakuwa washirika wa muda, wanatuacha maana tumewabembeleza. Hawajachomwa na neno la Mungu. Amen. Lakini mtu akija hapa akiwa ametumwa kweli, watulia. Mzee jirani yako umebembelezwa ama uko hapo? Mimi sibembeleza ati kuna wakati John anasema nini? Anasema mimi si aliki muimbaji. Ati muimbaji mbembeleze njoo hapa, alafu anaambia kwamba sasa niweke kwa live, alafu weka mapost. Ati mmoja aliangwa na John anasema niweke mapost mimi. Hata nilisikiza nyimbo yake hata haifai. Ati
ati uwekewe maposta ndio uje hapa Mount Sinai. Nikamwambia wacha tena, sitaki kumuona kabisa, kwa sababu hajui ni nani anamtumikia. Badala ya umtumikie Mungu, watu waguswe mbele yao. Mnakumbuka yule msichana aliyekuja ongea kifungu hapa? Nilisimama mimi nikasema mbariki. Sisi wenyewe mlitoka hapa mkambariki. Ni nini kiliwafanya mkatoka mkambariki? Si ni huko? Sema amen. Si ni huko? Hata ni ufanye kazi ya Mungu, watu waguswe wakubariki. Sema amen. Haleluya. Pigie Yesu makofi. Sasa inatakana tuishi hivyo. Vitu vingine unafanya kwa hiari. Haina haja uambiwe hapa kuna hitaji fedha. No. Sema amen. Kuna kitu ninasema, kuna kitu kifanyike ndani yako. Sema amen. Haleluya. 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 Na kama hiyo umeshikilia itakubadilisha, shikilia hiyo. Na kama unaona haikubadilishi, unastressika bado na umeshikilia hiyo, kwa sababu injili ya Yesu ina transform life. Injili ya Yesu inabadilisha. Hii ndio maana hawa ikienda kupatana hawa wanajua, ni mashahidi. Watu wote wanasema Pastor Zakaria amebadilika kabisa. Kwa nini? It is the gospel of Jesus Christ transformed me. Sema amen. Ati kijana, unajua kulingana na vyakula vya siku hizi mpaka onje, huwezi kukaa hivyo, hiyo mishipa inafutuka. Nini? Kama una kijana karibu wewe ungeukie. Ati mpaka uwe na boyfriend. Kwa sababu huku ukitengenezwa hauna hiyo mpaka wakati wa Bwana. Huku ukitengenezwa. Maana sisi pia tulikuwa vijana na wakati tukiokoka tuliwacha kila kitu mpaka ndo tukaozeshwa. Lazima injili ikubadilishe.